Basanza family oye. Ningetamani wote kwa pamoja tukae kwenye kikao. Beto, iko boti ya waliowakilisha Basanza family kwenye msiba wa ndugu yetu Matayo Hamisi Yonda. Samahani, naomba nikuinue. Kwa wasiojua aliyefiwa na babake ni huyu. Huyu ni mwenyekiti wa zoni namba 1 Mbagala mpaka Kigamboni. Mimi niliyesimama ni mwenyekiti wa zoni namba 2 kuanzia ukanda wa Kariakoo mpaka Chanika Gongo la Mboto na umo kati. Huyu ni mwenyekiti wa zoni namba 3 Makumbusho Tegeta Kawe Bunju na kuendelea huko. Na huyu ni katibu wake. Katibu wangu huyu hapa. Katibu wa huyu ana dharura. Nafikiri tuko pamoja. Sasa kuna mzee wetu ambaye anaitwa Hamisi Yonda. Ndio babake na huyu. Na ndio alofariki. Sasa alipofariki, kwa bahati nzuri ni kwamba katiba ishapitishwa. Ilikuwa ni bado kugawiana katiba. Lakini katiba ikishakuwa imepitishwa, manake wanachama wamelizia, manake wamebariki. Wako tayari kusimamia kile walichokubaliana. Si ndio hivyo? Sasa basi, baada ya kupata taarifa ya msiba, alinipigia nafikiri kwa ni mida mibovu sana saa 10. Kwamba bwana, nilikuwa na ratiba ya kwenda kumuona mzee, hali ni mbaya. Ili tuangalie ni namna gani tunafanya kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Kwa bahati mbaya tiketi tayari ninayo, lakini nimepigiwa simu ya pili kwamba tuko naye tena duniani. Sasa kwa maana hiyo, tiketi hiyo hiyo mimi naitumia kuwahi kwanza nyumbani. Ikawa ni taarifa ya dharura. Nikasema cha kwanza pole sana. Lakini cha pili ulifanya kama ambavyo umeongea. Ni sahihi, wahi Mbezi, mambo mengine tutabaki nayo. Baada ya hilo nikamalizana naye. Nikapigia simu viongozi wenzangu wote. Tukawa na kikao cha dharura ambacho baada ya kuwasiliana tukapanga sehemu ya kukutana viongozi wote kwa sababu tunakaa sehemu tofauti. Tumekutana kujadili tunafanya nini juu ya tukio la dharura lililotokea la msiba. Tukakaa tukakubaliana tukasema kwa sababu tayari katiba ishapita, utaratibu ni ule ule. Hivi tulivyo tuko wengi. Lakini kwa wingi huo ninachokijua hawa walioko hapa sio Basanza family ambao unaijua mimi. Ninajua mimi hii ni robo au theluthi ndio tulioko hapa. Hata kwenye kumbukumbu leja yangu watu wako wengi sana. Lakini tunaposema watu wengi tuna maana gani? Ndio tunakuja kutofautisha sasa. Ili uwe sehemu ya watu wengi lazima uwe unashiriki kikamilifu changamoto za makubaliano ya Basanza family. Makubaliano ya Basanza family kwa awamu ya kwanza tumejikita kwenye misiba peke yake. Hayo mambo mengine yatakuwa sehemu ya maendeleo ya Basanza family. Ila kwa uchanga wetu tukasema tusitiki kwanza kwenye engo moja ya msiba peke yake. Tukiamini kwamba misiba inakuja kwa dharura. Kwa hiyo tukae hapa. Tukishakuwa tumefanikiwa kwenye hapa, basi na hayo mengine mazuri yatafuata. Sasa kikao cha tarehe 5 kilishapitisha utaratibu na namna ya kwenda nayo. Kikao cha tarehe 5 kiliamua yafuatayo kwamba mtu wa Basanza akifiwa na ndugu yake ambaye yuko kwenye katiba walioainishwa ndani ya katiba ya Basanza family, wa kwanza ni mwanachama mwenyewe, mke au mume wawili hao. Mtu wa pili ni watoto wa kuzaa wenyewe. Mtu wa tatu ni wazazi wa pande zote mbili. Mtu wa 4 ni ndugu wa kuzaliwa naye tumbo moja. Nafikiri pia kukosea tuko pamoja, si ndio? Mtu huyo akifariki nje ya Dar es Salaam, chama kitafanya yafuatayo. 1 ni kuhakikisha inapatikana $500 kutuma kwenye familia husika iliyokutana na hizo changamoto kwa ajili ya kusapoti chakula, tukaiweka kwenye mfumo hivi jaza kulingana na utaratibu wetu. Hata kijijini mimi nikifiwa nyumbani watakuja jirani wale wataleta unga, huyu ataleta maharage, tunaendelea kusapotiana. Kwa $500 ile tuliweka kwenye sehemu hivi jaza kwa wasiojua kia manake kusapoti chakula cha msibani. Kwa hiyo anatumiwa mwanafamilia aliyekutana na hiyo changamoto. Tuliwasiliana naye. Jambo la pili ni kusafirisha watu 6. Watu 6 hao